Leo nimepata wasaa wa kuja kujionea hali ya mto tulivyokuja, na sasa kumekuwa na mabadiliko makubwa sana. Tulikuja kipindi cha kwanza hapa maji yalikuwa hakuna, lakini leo maji tunaona yanavuka na kwenda katika upande mwingine. Kwa hiyo nimeridhika, na niseme tu kwamba hali yetu sasa, kwa maana ya mto wetu una maji, na niwaelekeze sasa DAWASA, hawana kisingizio, tuwashe mitambo yote kwa maana ya pampu, turudi katika utoaji wa huduma katika hali ya kawaida. Mitambo inapoanza kuwashwa kwa mara ya kwanza, hapo baadhi ya maeneo yatatereka bado kupata huduma, watupe taarifa ili wataalamu wetu waweze kuhakikisha wanafika maeneo yote, ili turudi katika hali yetu na hali ya kawaida kwa haraka na zaidi. Jambo la pili ambalo nataka kulisisitiza kwamba kipindi hichi ambacho tulikuwa katika kipindi cha mpito, sio watu wote waliweza kupata huduma maji safi na salama. Wapo walipata, wengine walipata kwa changamoto, leo wamepata, wamekaa siku 3 hakupata. Niwaombe na kuwataka DAWASA, bili ambazo watakazozitoa ziwe halisia. Lakini kubwa ambalo nataka niliseme kama viongozi wa Wizara ya Maji na kwa bodi ya DAWASA, tujizatiti haya mambo yakijitokeza, basi tuweze kukabiliana nayo. Manake sijengeke tabia kwamba kila ikifika mwezi wa 11 basi wananchi wa Dar es Salaam na Pwani wanapata changamoto ya huduma ya maji safi na salama. Moja, wahakikishe na sisi tutalisimamia juu ya bwawa la Kidunda kuweza kukamilika kwa wakati. Lakini jambo la pili, tuna mradi ule twende sasa phase 2 wa Kigamboni. Na jambo la tatu, ile hatua sasa ya kuyatoa maji ya Rufiji kuja katika jiji la Dar es Salaam na Pwani, twende sasa kwenye utekelezaji, sababu visibility study imekuchafanyika. Twende sasa katika hatua ya utekelezaji. Kwa lugha nyepesi ambayo nataka kuisema kwamba haya yaliyotokea, mabadiliko ya tabia nchi na ukame, yawe mafunzo, ili tuweze kama wizara na kama mamlaka zetu za maji kujidhatiti kuhakikisha kwamba hata kikija kwa mara nyingine, basi tumejiweka sawa na wananchi waende kupata huduma maji safi na salama. Hii ni moja kwa moja kutoka Ruvu Chini, Pwani, Tanzania, chanzo kikubwa zaidi kinachopeleka maji katika mkoa wa Dar es Salaam, ambapo kabla ya kutokea kwa uchelewaji wa mvua za vuli ama ukame kwa namna moja ama nyingine, chanzo hichi huwa kinazalisha lita milioni 270, lakini mara baada ya changamoto, chanzo hichi kimekuwa kikizalisha lita chini ya milioni 270, kwa maana ya kwamba karibu lita 140, ambapo ni nusu ya lita milioni 270. Sasa leo Mheshimiwa Waziri amefika hapa kuja kuona kile ambacho kinaendelea, na hakika imekuwa ni siku ya matumaini, imekuwa ni siku nzuri kabisa, kwa sababu mradi huu wa maji wa Ruvu Chini umerudi katika hali yake ya kawaida. Hii ni kumaanisha ya kwamba wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam na mikoa jirani kama Pwani sasa wanaenda kupunguziwa ile adha ya mgao wa maji ambao ulikuwepo, kwa sababu chanzo kikubwa kinachopeleka maji katika mkoa wa Dar es Salaam ni Ruvu Chini, ambacho mwanzo maji yalikuwa yamepungua hapa, lakini hivi sasa kama ambavyo unajionea maji yamerudi katika hali yake ya kawaida. Lile tatizo la ukosefu wa mgao wa maji linakwenda kumalizika kabisa, kwa sababu maji tayari yameongezeka, na ukiona maji yameongezeka hapa Ruvu Chini, kwa kuwa ndo chanzo kikubwa zaidi kinachopeleka maji Dar es Salaam, basi ujue mgao wa maji makali yake yamepungua. Yaani maana yake ni kwamba ukiona maji yanaongezeka Ruvu Chini, ujue mgao wa maji unapungua katika jiji la Dar es Salaam. Hii ni Ruvu Chini, Ruvu Chini yenye matumaini, Ruvu Chini iliyoongezeka kina cha maji.